Hebu yakumbuke maumivu ambayo unayapata, yaani umeshamwandaa vizuri, ile ukianza tu inakuwa ni aibu ya mwaka kwamba umeingia tu umekutana na ile joto la uke umemwaga na haujiwezi tena. Najua ni jambo ambalo linaumiza kama mwanaume, hasa ulikuwa umepania sana lile tendo la ndoa. Unaanza kutafuta kisingizio ili uweze kutoka pale ukiwa salama na mwenza wako asiweze kukufikiria vibaya. Lakini hilo ni jambo ambalo litaumiza zaidi endapo kama aidha yule mtu umemfuatilia kwa muda mrefu sana, alafu ndo siku ya kwanza umeweza kumpata na ikatokea hiyo. Kama una muda mrefu haujashiriki tendo la ndoa, inaweza ikawa ni hali ya kawaida, kwa sababu kuna wanaume pia ambao wanaweza kukaa kwa muda mrefu pasipo kushiriki tendo la ndoa, na hiyo itatokea, inakuwa ni normal. Na kama ulikuwa umepania tendo la ndoa kwa kiasi kikubwa sana, inaweza ikawa ni kawaida. Lakini kwa wewe ambaye aidha jana umetoka kufanya tendo na leo imekuwa hivi, wewe utakuwa na changamoto kubwa katika uzalishwaji wa homoni yako ya kiume. Pia kutakuwa na shida katika mzunguko wa damu kwenye umbile la kiume. Pia kutakuwa na shida katika mfumo wa fahamu kwenye kichwa chako cha ume, au shida katika mfumo wa tezi yako ya kiume, au kutakuwa na shida katika mfumo wa misuli na nyonga. Unatakiwa kupata matibabu leo kuweza kuondokana na hiyo changamoto maisha yako yote, kwa sababu hata visingizio utakavyokuwa unatoa kila kukicha vitaisha, na njia ya mwongo inakuwa ni fupi siku zote. Tibia ili uweze kuepukana na hiyo fedheha. Afya yako ni uwekezaji wako. Nipigie kwa matibabu sahihi.